Ninakukaribisha tena mpendwa mtazamaji na mpendwa msikilizaji katika mwendelezo wa masomo yetu ya asubuhi ya Mwinue Yesu. Leo tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka 2025. Leo tuna somo zuri lenye kichwa kinachosema kwa ajili ya maisha haya na yale yajayo. Na fungu letu kuu linatoka katika kitabu cha Zaburi 119 na fungu la 130. Nalo linasema, kufafanusha maneno yako kutia nuru na kumfahamisha mjinga. Tuombe. Tunakushukuru Mungu tena unayetukirimu uhai. Tunalisifu na kulitukuza jina lako kwa sababu unaendelea kuwa mwema kwetu. Unatupa uhai na kujifunza kutoka kwako. Leo tena tufundishe. Na sisi tunapoendelea na maisha ya dunia haya, usituache, usitupungukie Kristo. Endelea kuwa pamoja nasi kiongozi na mwokozi. Ndilo ombi letu kuu na hitaji letu. Kwa njia ya Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Kwa akili na roho na kadhalika kwa mwili, ni sheria ya Mungu kuwa uwezo upatikane kwa jitihada. Ni zoezi linaloendelea. Kwa kupatana na sheria hii, Mungu ametoa neno lake, njia za kukuza akili na uhusiano wa kiroho. Biblia inazo kanuni zote ambazo watu wanatakiwa kuzielewa ili kufanywa kufaa kwa maisha haya na yale yajayo. Na kanuni hizi zinaweza kueleweka kwa watu wote. Hata hivyo, uwezo wa Biblia ni mkuu zaidi katika ukuaji wa asili ya kiroho. Mwanadamu aliyeumbwa ili kuwa na ushirika na Mungu anaweza tu kupata maisha yake halisi na maendeleo katika uhusiano huo. Akiwa ameumbwa kupata fursa yake kuu katika Mungu, hawezi kupata mahali pengine kitu cha kutuliza kiu za moyo, kuzima njaa na kiu ya nafsi. Yule ambaye husoma neno la Mungu kwa dhati na roho ya kufundishika, akitaka kuzielewa kweli zake, atakutanishwa na mwanzilishi wake. Na kutegemeana na uchaguzi wake, hakuna kikomo kwa uwezekano wa ukuaji wake. Katika mapana yake ya muundo na maudhui, Biblia ina kitu fulani cha kufurahisha kila akili na kupendeza kila moyo. Katika kurasa zake, kuna historia ya mambo ya kale kabisa, wasifu wa kweli kabisa maishani, kanuni za serikali za kuongoza taifa na udhibiti wa mambo ya nyumbani, kanuni ambazo hekima ya kibinadamu haijazifikia. Ina falsafa ya msingi sana, ushairi mtamu mno na bora sana, unaogusa sana na kutia huruma. Maandishi ya Biblia yana thamani ya juu mno isiyopimika kwa viwango vya mwanadamu, hata wakati unapotazamwa hivyo, lakini ni ya upeo mpana usio na ukomo, ya thamani kuu isiyo na ukomo yanapoangaliwa kulingana na fikra kuu ya msingi. Yakiangaliwa kwa mtazamo huo, kila mada ina umuhimu mpya. Katika kweli zilizoelezwa kwa lugha rahisi, mna kanuni zilizo juu kama zilivyo mbingu na za milele. Dhima kuu ya Biblia, dhima ambayo kwayo kila dhima nyingineyo katika kitabu kizima imejengwa, ni mpango wa wokovu, urejeshwaji wa sura ya Mungu katika nafsi ya mwanadamu. Kuanzia dokezo la kwanza la tumaini katika sentensi iliyotamkwa Eden, hadi ahadi ya mwisho tukufu ya ufunuo. Nao watamwona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Nukuu kutoka kitabu cha Ufunuo 22 fungu la 4. Mzigo wa kila kitabu na kila kifungu cha maneno ya Biblia ni ufunuo wa dhima ya ajabu, kuinuliwa kwa mwanadamu, uwezo wa Mungu utupao kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nukuu kutoka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 15 na fungu la 57.
Yule anayeelewa kikamilifu wazo hili, mbele yake anao uwanja mpana mno wa kujifunza. Ana ufunguo ambao utamfungulia nyumba yote ya hazina ya neno la Mungu. Nukuu kutoka kitabu cha Elimu ya Kweli, ukurasa wa 96 mpaka 98. Mwenyezi Mungu na awabariki na kuwalinda.